nitatoa ushuhuda na shuhuda nyingine nyingi, kwa sababu naamini Mungu alinipitisha katika hayo yote ili siku moja nije kumtia moyo mtu mwingine. Yaani mtu mwingine aseme kama kuna mtu alipitia magumu haya na haya na akavuka, basi na mimi pia nitavuka. Naamini kwamba Mungu anapokupa mambo mengi ya kupitia, anakufanya kuwa msaada kwa wengine, uwasaidie wengine pia kuvuka huko ambako wewe ulivuka. Basi ilikuwa mwaka 2016 nafikiri. Yaani wakati huo maisha yalikuwa duni sana, mimi na mume wangu, duni sana sana. Tulikuwa tuna mtoto mmoja, alikuwa mdogo bado. Alikuwa duni, nikikwambia duni siwezi nikakuelezea vizuri duni kiasi gani, alikuwa duni sana. Tulikuwa tunapita kwenye kipindi ambacho mwingine akikuona umepita, yaani akiona mazingira yako na maisha yako, kwa neno la haraka haraka na la moja tunaloweza kulitumia ni kwamba ni maisha ya aibu sana. Sasa siku moja nimepigiwa simu, kuna wageni wanatakiwa waje kwangu. Nikasema wageni tena? Kwa maisha tulionayo hapa nyumbani, dhiki hizi, tabu, maisha yenyewe tunapoishi hapana. I say Mungu anaweza jamani. Basi mimi nilikuwa yaani kusema kweli sikufurahi. Yaani kuna ile hali unaambiwa unapata wageni unakuwa na furaha, lakini mimi sikuwa na furaha, nilihuzunika sana. Nikasema sasa ndio wakati wa kwenda kuaibika. Sasa dunia nzima inajua unapitia nini. Dunia nzima inajua hali yako, maskini wako, uduni wako, dunia nzima inaenda kutambua. Sasa nilikaa ile siku sikuwa na amani. Nilijaribu kila namna kuzuia, lakini yaani ile unazuia kwamba unajua kwa kweli wasije na nini, lakini ilishindikana. Sasa usiku ule nakumbuka mimi nilikuwa na uchungu, yaani nilikuwa na uchungu sana. Sisi ni wanadamu, unajua aibu sio nzuri, inaumiza. Nikalia sana ule usiku nakumbuka, nililia sana, tena sio kulia ile kwa taratibu, nililia kwa sauti, yaani nilikuwa nalia sana ile siku. Mpaka nikalala usiku, nakumbuka mume wangu siku hakuwepo, alikuwa ametoka, sijui alienda wapi, sijui alisafiri, sijui alitoka tu mara moja ile kwamba mtu kesho anarudi. Sasa usiku nilikuwa tu mimi na kale katoto kangu kadogo, na kenyewe kadogo, kwa hiyo kakishalala kamelala akajui chochote. Nililia sana ule usiku. Nikaambia Mungu, kwa nini sasa unataka aibu hii ijulikane dunia nzima? Kwa nini sasa unataka kunidhalilisha, kutudhalilisha? Kwa nini? Nililia sana. Yaani kwanza mambo yote yalianzaje? Samahani nirudi nyuma kidogo. Mimi ndio maana nakwambia maisha yangu yametengenezwa kuwa ushuhuda kwa ajili ya watu wengine. Mwaka 2015 siku moja ilikuwa mchana, mimi nilikuwa nimemaliza zangu shughuli, nimejilaza, sio kulala usingizi, ni kupumzika tu. Nikaota ndoto. Mtu ananiambia kama simuoni hivi, ananiambia you have to dive. You have to dive. Hivyo kwa Kiingereza. You have to dive. Kwa unakoendea you have to dive. Sasa mimi nikashtuka kwenye ile ndoto. Kusema kweli nilikuwa sijui kudive maana yake nini. Ikabidi nianze, sikuwa na smartphone. Ikabidi nianze kutafuta nini, dictionary siku zile nilikuwa nayo. Kutafuta kudive. Nikakuta ni neno ambalo linatumika kwa mtu anayezamia kwenye maji. Yaani kwamba wale wazamiaji ambao anaweza akakaa kwenye maji muda mrefu. Inabidi awe hata na pengine na hewa zile oksijeni za kupumua, au awe na vitu fulani vya kumsaidia kukaa kwenye maji muda mrefu, ndo to dive. Basi. Kwa kuanzia hapo ikawa ni mwendo wa mambo mengi, mapito. Maisha yangu yamejaa shuhuda za kila namna, na nitakuwa nikitoa moja moja, kwa sababu ninachoamini ni kwamba hakuna kitu Mungu anakitengeneza bila kazi nacho. Naamini kwamba Mungu anapokupitisha kwenye vitu vingi, akakuvusha kwenye vingi, anataka uje ufanyike msaada kwa watu wengine na wenyewe pia waweze kuvuka. Mtu akaya kuangalia aseme kama huyu alipita kwenye hali fulani akavuka, basi hata na mimi nitavuka. Basi bwana. Sasa nilipokuwa ile siku nimelala,
Yaani nililia sana kiukweli. Yaani siwezi kuelezea, nililia sana. Mpaka nikalala sikia sijitambua, yaani unalia mpaka unapitiwa na usingizi ukiwa unalia. Basi. Jei. Samahani kajua kuna mtu hapo nje. Basi. Nimepitiwa na usingizi. Sasa nilivyopitiwa na usingizi, sijui hata nilipitiwa muda gani kwa sababu ninachojua ni kwamba nilikuwa nalia. Nilivyopitiwa na usingizi, nikasikia kuna mtu ananiambia, unajua Mungu anataka kukufanyia ushuhuda wa kishindo cha wakoma. Nikasema ushuhuda wa kishindo cha wakoma. Akaniambia unafahamu ile andiko la walishinda vita wale wakoma, walishinda vita na Washami? Akaniambia unafahamu ile andiko la Biblia la kwamba wakoma waliwashinda vita jeshi la Washami? Sasa Mungu anakutengenezea ushuhuda wa kishindo cha wakoma. Yaani Mungu anataka upite aibu zote na sio upite kwa siri. Upite wakati dunia nzima ikiona aibu zote. Ikiona kila aibu yako. Na yaani ikidhihirika wazi kwamba aibu yako imekuwa mbaya kiasi gani. Yaani umepita kwenye kudhalilika kuzito kiasi gani. Yaani ile mpaka pointi yako ya mwisho, Mungu anataka ionekane wazi. Ili akija kutenda jambo, akija kuinua, dunia nzima iseme hakika huyu ni Mungu. Yaani kama wakoma wale wasingekuwa wakoma, utukufu wa wao kushinda ile vita usingekuwa mkubwa kama wao wakiwa wakoma. Yaani watu wangesema walishinda kwa sababu walikuwa na nguvu. Walishinda kwa sababu walikuwa na uwezo mkubwa wa kukimbia. Walishinda kwa sababu walikuwa na uwezo mkubwa, labda walifanya mazoezi sana. Lakini ni wakoma, hutapata sababu hata moja kusema walishinda kwa sababu hii. Kaniambia Mungu anataka kufanya ushuhuda wa kishindo cha wakoma kwenye maisha yako. Kwa hiyo utapitia haya yote na aibu yako yote lazima ionekane, na kila utakachotaka kisionekane ni lazima kionekane. Ili Mungu atengeneze ushuhuda wa kishindo cha wakoma kupitia maisha yako. Sikujua kama naota mpaka niliposhtuka. Kumbe nilikuwa naota. Sasa unapiga mahesabu. Sawa. Mungu anataka kufanya ushuhuda wa kishindo cha wakoma kwenye maisha yangu. Lakini aibu ni aibu. Inapotoka maumivu ni yale yale. Sikuwa na namna. Basi kesho yake ikafika. Wageni wakaja, kiukweli sana toka ndani ya moyo. Ilikuwa aibu. Yaani hata sasa hivi nikikumbuka kurudisha ile picha, yaani mimi mwenyewe naona aibu. Ni aibu. Lakini Mungu alitaka ile aibu idhihirike kabisa. Tena ionekane kwa wazi kabisa. Kila mtu asikie. Ili utukufu urudi kwake mwisho wa siku. Sasa pengine na wewe upo kwenye hali kama hiyo. Kuna jambo unalipitia mpaka umeliona kwamba hii ni aibu yangu. Na pengine hujui ni kwa nini unapitia. Aisee, kuna wengine mmechaguliwa ili jina la Bwana litukuzwe. Kuna wengine mmewekwa ili watu waseme kweli kuna Mungu. Kuna wengine mmewekwa munapitia mambo ili watu fulani waje wavushwe kupitia ninyi. Kuna namna Mungu anatengeneza ushuhuda. Ushuhuda wa kishindo cha wakoma. Mimi niliambiwa hicho kitu. Na ilikuwa ushuhuda kishindo cha wakoma kweli kweli. Kwa sababu baada ya huo ujio, aisee, namtukuza Mungu kwa sababu anafanya hatua kwa hatua. Anafanya hatua kwa hatua.
Sio ushuhuda pekee ndio nayo mingi. Kama nilivyokuambia, niliota kuna mtu aliniambia kwamba kwa unakoenda you have to dive. Mimi sikuwa najua kudive ni nini. Nilivyoamka ndo nikawa nimetafuta dictionary kujua kudive ni nini. Kwa hiyo nilidive kweli kweli. Kama kukaa chini ya maji nimekaa kweli kweli, miaka nimeikata. Nina shuhuda nyingi na naamini Mungu aliziweka kwa ajili ya watu fulani. Labda wewe ni mmoja wapo. Ili kuzipata nyingine, nikifika tena nitakwambia siku moja ambayo Mungu aliongea na mimi kupitia mtoto wa mwaka mmoja. Hii niliwahi kuiandika, lakini safari nitakuja kwa kuielezea. Kwa kweli tumepita vingi, sio kwamba tunavyosema Mungu alituatia moyo hivi akatuambia hivi alikuwa anatupendelea au labda. Yaani kuna namna Mungu anakupitisha kiasi kwamba usipotiwa moyo utaanguka. Yaani usipotiwa moyo hutaweza kusimama. Hutaweza. Yaani usipopata nguvu, kwa nguvu tu ya kibinadamu, hutavuka. Kwa hata mimi Mungu alikuwa akinitia moyo mara kwa mara, akinipa faraja kwamba niko na wewe mara kwa mara. Kwa hiyo hizo mara kwa mara ambazo Mungu alikuwa akinionyesha kwamba niko na wewe, nitakuja nazo zote. Barikiwe sana.